Yesu. Colossians 1:28. Wakolosai 1:28. Paul says this. Paulo anasema maneno haya. He is the one we proclaim. Yeye ndiye tunayefanana. Teaching everyone with all wisdom. Tukifundisha watu juu ya maarifa. In order that we may present everyone. Ili tuwakilishe kwa kila mmoja. Fully mature. Tukue. In Christ. Kwa Yesu Kristo. Paul wanted the Colossians to grow up. Mtume Paulo alihitaji Wakolosai wakue. God wants us to grow up. Mungu anataka sisi tukue. So we know his fullness in our lives. Ili tumfahamu kikweli kweli ndani ya maisha yetu. And we are effective for him. Na tusimame imara. So what about you? Je, wewe? Have you changed since becoming a Christian? Umebadilika tangia ulipokuwa Mkristo? Are you growing in character? Unaendelea kukua kitabia? There's plenty of room for me to grow. Yeye anapokuwa anafurahi, anakuwa kweli kweli. There's lots of grace for me. Kuna neema kubwa. But I want to try. Lakini anajaribu. This is what this passage is about. Na hii ndivyo maandiko yanavyosema. So how can we bear this good fruit? Tutazaaje matunda yaliyo mema au mazuri? That we read in this passage. Tuliosoma katika Biblia. Love and joy and peace. Tumesoma juu ya upendo. The answer is not on our own. Hatuwezi kufanikiwa kukua wenyewe. We can try really hard as much as we want. Tunaweza kujaribu sisi wenyewe tuwezavyo. Sometimes I am selfish. Wakati mwingine yeye ana wivu. I think about myself and forget my wife. Anafikiria juu yake yeye pekee, ana ubinafsi wa kufikiria yeye pekee kuliko kumweza hata mke wake. If I want to drink, I go and get myself a drink. Kama akitaka kinywaji anachukua cha kwake peke yake. I forget my wife might want to drink. Anasahau kwamba mke wake naye hahitaji kunywa. I'm selfish. Ana ubinafsi. I can try really hard not to be selfish. Anajaribu ili asiwe na ubinafsi. It's not going to work. Haitafanya kazi. I need help. Anahitaji msaada. God has given us the Holy Spirit. Mungu ametujaza Roho Mtakatifu. Who changes our hearts. Ambaye analeta mabadiliko katika roho zetu. There's a promise in the Bible. Kuna ahadi katika Biblia. About how the Spirit does this. Na jinsi Roho anavyofanya kazi. Ezekiel 36. Katika kitabu kile cha Ezekiel 36. Verse 26. Mstari ule wa 26. I will give you a new heart. Inasema nitawapa roho mpya. And put a new spirit in you. Na roho mpya atakuwa ndani yenu. I will remove your heart of stone. Na atafanya mioyo yetu kusimama. And give you a heart of flesh. Na kuwapa roho wa nyama. So often my heart is hard. Roho yake kama ni ngumu. That's the problem. Hiyo ni shida. It is like dry ground in the sun. Ni kama inakuwa ngumu kama huo mchanga kama ardhi hapo. But when the Spirit comes, it becomes soft. Roho anapoingia analeta mabadiliko, inakuwa na urahisi. Like rain coming on the ground. Mvua inavyonyesha katika ardhi. And it creates good conditions. Na inaleta mabadiliko. For God's fruit to grow. Matunda ya Mungu kukua. God wants us to have soft hearts. Mungu anahitaji tuwe na mioyo ya nyama, sio ya jiwe. So we can love like Jesus. Ili tuweze kuwa na upendo kama wa Yesu. I want to speak to the men just for a moment. Anataka kuongea na kina baba. What might it mean to have a soft heart? Inamaanisha nini kuwa na moyo wa nyama?
We need to love our families. Tunahitaji kupenda familia zetu. We need to love our wives and children. Tunahitaji kupenda wake zetu na watoto wetu.